Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. For decades, Raila dedicated his life to the pursuit of justice, equity, and freedom. He endured detention and persecution so that this nation might know and enjoy democracy. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Ni Rais wa Kenya William Ruto akitangaza kipindi cha maombolezo ya kitaifa kwa muda wa siku 7 kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga. Katika kipindi hicho, bendera zote za taifa zitapeperushwa nusu mlingoti kama ishara ya heshima na maombolezo. Aidha, Rais Ruto ametangaza kusitisha shughuli zake zote za umma na kuwasihi maafisa wengine wa serikali kuchukua hatua kama hiyo ili kutoa nafasi ya kutafakari na kuomboleza maisha ya kiongozi huyo mashuhuri. Kwa ajili ya maandalizi ya mazishi ya kitaifa, Rais ametangaza kuundwa kwa kamati maalum ya kushughulikia shughuli hizo itakayokuwa chini ya uongozi wa Naibu Rais Kithure Kindiki. Tujikumbushe moja ya hotuba za Raila Odinga akiwaahidi wa Kenya kwamba mwaka 2027 atashiriki uchaguzi mkuu, atahakikisha wanapata viti kwenda kwenye bunge la nchi hiyo. I want to say the naysayers, give us space, give us room, give us and judge us in 2027. And we have said this is going to remain in place up to 2027. After that we will see where we go to. If you are saying one term, so what? The Kenyans who will decide the term, and we will see where we want to go. I am confident when that time comes, we will face Kenyans squarely and tell Kenyans, this is why we did ABCD, this is where we want to go. Utasema yako, tutasema yetu. Tuone wa Kenya watamini nani. So hivyo mimi sina wasiwasi. Piga kelele namna hiyo. Bweka tu. Hiyo ni kama hiyo ngurumo ya chura. Ngurumo ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe itakunywa maji. We will be able to move beyond 2027. I'm confident we will move beyond 2027. Raila Amolo Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945 na amefariki dunia Oktoba 15 mwaka huu, ambapo ametokea katika familia ambayo wengi wao ni wanasiasa kutoka kabila la Wajaluo, na yeye akiwa ni mtoto wa Chief Jaramogi Oginga Odinga aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza nchini Kenya. Baba yake alikuwa kiongozi mkuu wa Waluo, akatazamiwa baadaye kama mpinzani mkuu wa rais wa kwanza Jomo Kenyatta. Kaka yake Raila Oburu Odinga amekuwa mwanasiasa na mbunge vile vile, ambapo sasa ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki. Raila alifunga ndoa na Ida Betty Odinga na kupata watoto 4 ambao ni Fideli, Rosemary, Raila Junior na Winnie. Chifu Jaramogi Oginga Odinga aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza nchini Kenya. Baba yake alikuwa ni kiongozi mkuu wa Waluo, akitazamiwa baadaye kama mpinzani mkuu wa rais wa kwanza Jomo Kenyatta. Katika siasa, Raila Odinga alikuwa mwanasiasa wa Kenya aliyedumu kama waziri mkuu kutoka mwaka 2008 hadi mwaka 2013. Alikuwa mbunge wa Lang'ata kuanzia mwaka 1992 hadi 2007 alipodumu kwenye baraza la mawaziri la Kenya kama waziri wa nishati kuanzia mwaka 2001 hadi 2002, na baadaye kama waziri wa biashara, kazi na umma na makazi kuanzia mwaka 2003 hadi 2005. Odinga aliteuliwa kuwa mwakilishi wa juu wa maendeleo ya miundombinu katika Umoja wa Afrika mwaka 2018. Alijulikana kote kwa jina la kwanza Raila Rao au Baba, jina ambalo ni maarufu sana Kenya. Watu wanaotoka kwenye kabila lake la Wajaluo hupenda kumuita Agwambo, Tinga au Nyundo. Raila alionekana katika siasa mara ya kwanza baada ya jaribio la mapinduzi ya kijeshi la mwaka 1982 nchini Kenya. Alishtakiwa kushiriki katika mipango ya kupindua serikali na alikamatwa na kufungiwa katika nyumba yake kwa miezi 6 na kupelekwa jela bila hukumu
kwa miaka 8 kati ya mwaka 1982 mpaka mwaka 1991. Mwaka 1991 Raila aliondoka Kenya kukimbilia Norway akihofia maisha yake. Baada ya serikali ya Moi kubadilisha katiba na kuruhusu vyama vya upinzani, akarudi na kujiunga na chama cha Ford, yani Forum for Restoration of Democracy, kilichoongozwa na baba yake. Katika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi, akachaguliwa kama mbunge wa jimbo la Lang'ata mjini Nairobi. Katika mfarakano na Ford, aliendelea upande wa baba yake katika chama cha Ford Kenya. Baada ya kifo cha baba yake, akagombea uongozi wa Ford Kenya, akashindwa na Michael Wamalwa. Akaondoka na kujiunga na chama kidogo cha National Development Party NDP, akifuatwa na wabunge wengi wa chama kutoka eneo la Waluo. Kifo cha Raila Odinga kufariki dunia kilitangazwa saa 9:52 alfajiri kwa saa za India, ambapo imetajwa amefariki kutokana na mshtuko wa moyo. Viongozi mbalimbali kutoka barani Afrika, akiwemo Rais wa Afrika Kusini, Rais wa Ghana, Rais wa zamani wa Nigeria na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, wamesifu maisha ya Odinga kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye alitanguliza maslahi ya Afrika mbele kuliko siasa. Mwili wake umehifadhiwa katika hospitali binafsi mjini Kochi chini ya ulinzi wa polisi, huku maandalizi ya kidiplomasia na kifamilia ya kusafirisha mwili wake kurejeshwa Kenya yakiendelea. Rajabu Athmani, TKFM Habari, Tanga.